Baada ya masaa kadhaa, Lama na mkewe wakawa wamefika. Lama alikuwa kimya, haongei zaidi ya kuongoza tu njia, huku mkewe akimfuata kwa nyuma. Safari yao iliishia kwenye nyumba moja kuukuu iliyojitenga mbali kidogo na kijiji. Nje alionekana mzee mmoja aliyekaa kwenye kiti cha kamba akibembea. Alikuwa kasinzia. Babu, aliita Lama baada ya kufika alipo yule mzee. Isiaka, aliuliza yule babu huku akijitahidi kufumbua macho kiuvivu. Hapana babu, mimi sio Isiaka, mimi ni Lama, alijibu Lama akiwa amesimama pembeni, yeye na mke wake. Ramadhani, aliita yule babu. Ndiyo babu, mimi mjukuu wako, alijibu Lama. Karibu. Umekuja na mkeo? Za siku mama, mnaendeleaje huko? Vipi, wazima kabisa? Aliuliza babu akijitahidi kunyanyuka na kumpa mkono mke wa Lama. Baada ya salamu aliingia ndani. Wakapiga stori 2-3 mpaka mke wa babu aliporudi shambani. Akawasalimia wageni na kuanza kuandaa chakula. Baada ya kula, Lama alimuita babu yake pembeni na kuanza kumwelezea shida yake. Kwa hiyo mjukuu wangu, huyo mtu uliyemgonga atakuwa kapona kweli? Aliuliza babu. Lama alidanganya kuwa ana kesi ya kugonga mtu, hivyo alikimbilia kijijini ili apate msaada walau wa shehe au mganga. Sasa mjukuu wangu, hiyo kesi ngumu. Hapa mimi na wewe labda twende Kisaki. Huko Kisaki kuna mtu namfahamu. Na nauli unayo? Aliuliza babu. Nilionayo, nadhani itatosha. We twende tu, alijibu Lama. Baada ya mazungumzo mafupi, Lama alimwaga mkewe kuwa anatoka na babu kuna sehemu anaelekea. Na kweli safari yao ilichukua kama nusu saa hivi kwa pikipiki. Baada ya kufika, babu aliongea na mzee aliyemkuta na kumweleza nia ya mjukuu wake kuja hapo. Lama ikabidi amuombe babu yake atoke nje kidogo ili aongee vizuri na mtaalamu. Baada ya babu kutoka, Lama alimwambia mtaalamu kwamba kwa ufupi anataka kinga kubwa itakayomfanya asitafutwe wala kuonekana na polisi. Mganga akaagiza mbuzi 2. Kazi ya Lama ikaanza. Kazi ilichukua muda mrefu mpaka saa 3 usiku ndipo ilikamilika. Sasa hapa unaweza kwenda sehemu yoyote, na hata ukikutana nao askari hawezi kukufanya chochote, kwanza hawezi kukutambua kabisa. Yaani watakupita. Umenielewa mjukuu wangu? Aliuliza yule babu. Lama akaitikia. Sawa mzee, hamna shida. Lama na babu yake walianza safari tena ya kurudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, Lama akamkuta nje mkewe kakaa anamsubiri. Vipi? Hujalala mpaka sasa hivi? Na baridi yote hii? Aliuliza Lama. Mke wa Lama hakumjibu, akamvuta Lama pembeni. Lama, nimeona pesa kwenye kiroba. Umezitoa wapi? Usiniambie kuwa umeiba, aliuliza mke wa Lama kwa hofu. Shh. Ongea taratibu wewe. Nitakwambia baadaye. Hizo hela sijaibiwa wala nini. Kuna mchongo tu wa udalali wa nyumba nilifanya Kariakoo, ndo umetiki, alijibu Lama.